Kwa majina naitwa Nkonge Franklin. Mimi ni mfanyikazi wa hapa Kiogoti Factory na leo tumeandamana, tuna kilio cha haki. Tunalalamikia vile management yetu imekuwa ikifanya kazi hapa na ikitudhulumu. Kwa mfano, tumekuwa tukifanya kazi kama hatuna personal protective equipment. Hao ni yale mavazi ya kujikinga kama overall, safety boots na kofia helmet. Kwa wale ambao wanafanya kazi kwa upande wa boiler, hii inaweza kuchunga mtu asije akagongwa na kuni kichwa, asipate majeraha ama gloves za kuweka mikono. Jambo la pili ambalo linafanya tuandamane leo, management yetu hapa ikiwa inaongozwa na Mr. Charles Ngatia wamekataa kutoa list ya kufanyia watu labor allocation, ambayo inafanya mtu analipwa mshahara wake mwisho wa mwezi. So wamekuwa wakilazimisha watu wafanye kazi ya 500 and we work for over 16 hours and they expect us to be paid 500 per day, of which hiyo pesa inateremka kuna banki fulani inaitwa Aremi Sacco hapa Maua, ambayo wamefanya they have a close relationship with the management here because the director, one of the directors here ndio manager huko. So wanafanya lazima tukue na wateja wa hiyo bank, alafu hiyo 500 hata wakiteremsha wakideposit that amount in kwa hiyo bank ya Aremi, unakatwa you are deducted 120 shillings, na hiyo pesa haiendi kwa in account, ni ile tu you just give your ID, wanakuandikia kwa karatasi, na hiyo pesa haina receipt, unapewa tu, lakini wanakukata that's 120 shillings. Hiyo ni mambo ya malipo. Alafu ukifanya kazi for over 8 hours unafaa kuwa na overtime kulingana na ule wakati umekuwa kazini hapa factory. Lakini kutoka Mr. Charles Ngatia ingia atulipo overtime, tunafanya kazi hata for 16 to 17 hours, lakini tunaandikiwa kwa kitabu they simply write 8 hours. Alafu kuna section ya processing ambayo wenzetu wanalazimishwa kuosha kwa zaidi ya masaa 10 ama 12. Hiyo ni on Sundays. Alafu malipo wanalipwa 350, na ambayo inadhulumu watu ama tunafinya sana. Alafu imekuwa kama culture, yani it has been culture of our company during the December Christmas celebrations, watu wanapewa token, lakini kutoka token kulingana na ile faida kampuni imepata, so watu wanapewa pesa ya kusherehekea Christmas na familia zao. Lakini kutoka the change of management, kutoka Mr. Charles Ngatia ingie, hiyo pesa tumekuwa tupewe, like for example last December tuliambiwa tuandike salary advance. Ukiandika salary advance at the end of the month, that amount of money is being deducted from your salary. Some supervisors, they have been given mandate by the management such that they are so powerful, wao ndio wanafukuza watu kazini, and they treat some of us like they are permanently employed, whereas we are casual workers. After 3 months you are supposed to break for a certain period of time according to the production of tea in the area. So unapata kuna wale tunaenda nje, wengine wanakaa miezi 5, na kuna yule ambaye hata akienda nje they are still working, wao haendi break, ni kama wao ni permanent. They are being favored because they have close relationship with the managers. Alafu ambao the compound wenye wanafanya kazi kwa compound workers ama wale wanatengeneza barabara, because the KTD is supposed to give back to the community, na ile kitu wao ufanya ni kutengeneza barabara ndio magari yaweze kupata kuweza kuingia kuchukua chai. So unapata kwa wale wanafanya kazi na wale nao wanafanya kazi kwa compound, kama ni kupanga kuni huko ama kuweka kuni kwa gari zile zinatumika kwa huko kwa boiler, pesa yao ilianza Mr. Ngati vile aliingia hivi alireduce pesa yao from 51 shillings anawalipa 23 shillings per meter. Alafu we have a problem with the Aremi Sacco. We are forced we must have an account in that bank
must. No huwezi toka huko hata kama unaona their terms of interest is not favorable. We are forced to be there. Alafu we have serious problem with our soft steward mwenye anafaa kuwa anapeleka malalamishi yetu kwa management. Mr. Mireti works closely with the management. He does not listen to us. Hata tukikata overtime ama tukua na any complaint, hata mmoja wetu afukuzwa kazi without apparent reason, ukiambiwa yatoka uende, Mr. Mireti does not, yani Mr. Mireti afuati na ametuachia tuwe tukiteseka hivyo. So tulikuwa tunaomba hata Mr. Mireti hata Mr. Mireti, the mandate that he has been given by the company anafaa kuwa stripped off and is supervisory role. Amu hiyo kazi ya kuwa na section end pia wamekuwa na mvutano sana na hao wengine, so afanyi kazi yake inavyofaa. Alafu tulikuwa tunataka pia cash workers to be represented in board meetings, kwa sababu hata wakifanya maamuzi, kwa mfano hayo maamuzi ya kutukata pesa, we are not informed in time. Ni kwa vile ni tu tunashtukia they implementing something that we are not aware of, kwa sababu wanatudharau, hawaoni kama tunafanya kazi ya maana katika hii factory yetu. Fanya kazi kama hatuna vifaa vya kujichunga kama helmet kwa wafanya kazi kwa boiler. Kuna mwenzetu hapa alikuwa anaitwa Kobe Stanley alianza kugongwa na akuni akiwa anafanya kazi and akaugua for a period of time, alikuwa hospitali and Stanley passed on kwa sababu alikuwa amepata jeraha. And after Stanley died, the management of the company hakukompensate familia yake, hata watoto wake sasa kupata masomo ni shinda. Sisi wenyewe ndio tulifanya mchango kumtoa hospitali kwenda hospitali na kugaramia pia esbario. We were contributing because the company did not do anything to support his family. We have another lady here. Okay, she was called Judith Kawira. Kawira was working in sorting and kutokana na ile pressure ama ule msukumo ambao alikuwa anapitia kwa our section end na kupitia wakubwa, Kawira alifanya kazi for 16 hours. Akiwa anaenda nyumbani alianguka barabarani na akakufa. Alikuwa na BP na pia company did nothing. Na hata hapo tukiwa kazini mmoja wetu aweze kuugua, we are told, tunaambiwa enda nyumbani, ukipona utarudi kazini. Na unafaa kupewa sick sheet, uende hospitali kama umepewa sick of siku 2 ama 3, you are supposed to be paid for these days, lakini hata kupewa sick sheet we are not given. Alafu we have tried to engage our managers, directors watusaidie so that they can listen to us, but hatujaipata msaada wote, kwa sababu hata yule ambaye anafaa kuwa mtetezi wetu in board of directors, we are not aware ni nani wako hapo. Wakiingia meeting, we are not told what they are discussing. If it's something that is affecting us, we are not informed, but they implement the policies that they make without informing us. Hata kama the policies they implementing, they are affecting us. Now we lack total trust with the management, starting from FUM, PA, Mr. Njenga, FUM, Mr. Charles Ngatia, and the trainee manager by the name Elikana. They have been mistreating us. For example, let me give a good example of me. Unapata, they have started calling us criminals because we have started saying they must leave our company. So we are called criminals. Tunatafuta na polisi kwa sababu tumesema ukweli, and we have decided to stand for the truth until our right are obeyed. Na tukiingia huko kama ni kwa traffic huko tunaweka chai, most of them zimeharibika, there is no repair. Ukipata kama ni chapa ilikuwa inawekwa tiles, gate inawekwa hapa, fence ilikuwa inawekwa, unapata the management or the Mr. Ngatia will get people from all the way from Kirinyaga, as if we area yote hakuna mansion, as if there is nobody who can do the work here. Anaendea watu from his home ground, ndio anaendea waje wafanye hizo kazi so that they can so that corruption can occur. So tutafanya maandamano mpaka haki yetu isikike. We are calling for national government and the county government, please, they need to investigate those allegations. Tunataka kupata haki. We want the fallen soldiers wenye tulikuwa tunafanya nao kazi, tunataka familia zao zipate haki, because we never know who may die next. So tulikuwa tunaomba county government, national government to intervene na wasikie kilio chetu. So